Zongwa na majoka, kwa sababu hauko pamoja na Mungu wa mbinguni. Bwana, yule kijana alikuwa, kuna hatua zilikuwa, kuna kimo ilikuwa, katika kimo, katika maendeleo, katika mafanikio, yule kijana kakua, kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu, alikuwa pamoja na Yesu, alikuwa pamoja na Bwana mabwana. Wewe uko pamoja na nani? Wako watu wako pamoja na mapepo. Ndiyo maana mambo hayawezi kwenda. Unaenda kuomba kazi, lakini uko pamoja na pepo, hawezi kuachiliwa. Yani unaolewa, uko na pepo limekuoa, ni ngumu kudumu kwenye ndoa. Yani unajenga mji, lakini uko pamoja na mizuka, hawezi kuikalia hiyo nyumba. Yani unaanzisha biashara, lakini uko pamoja na uchawi, hawezi kuinuka mama, hawezi kuinuka baba, hawezi kuinuka kijana. Utaporomoka tu, utashuka chini tu, maana pepo kazi yake ni kuharibu, ni kuchinja, ni kuua, inaharibu, inaiba. Hiyo ni kazi ya pepo. Ukiwa pamoja na pepo, tegemea kuibiwa. Ukiwa pamoja na pepo, tegemea kufilisika. Ukiwa pamoja na pepo, tegemea kabisa kutokuendelea, kwa sababu uko pamoja na pepo. Lao nikupe siri ya kuendelea kuwa pamoja na Mungu. Amua kumpa Yesu maisha yako, amua kuambatana na Mungu kwenye maisha yako yote. Yeye ndiye atakufanya kukua. Kila jambo nalolifanya litakuwa. Biashara yako itakuwa, itapanuka. Ndoa yako itakuwa na kupanuka. Kazi zako zitakuwa. Kila unalolifanya litakuwa. Niseme nawe sahihi, uko kwa nyumba yako, lakini umeambatana na uchawi. Huo uchawi unapiga watoto, huo uchawi unapiga biashara. Ati umeleta mganga kwenye nyumba yako ili kuweka ulinzi. Sasa hiyo imesababisha laana, hakuna utajiri hapo. Kila kazi unayofanya lazima iporomoke, maana umeambatana na waganga, maana umeambatana na wachawi, maana umeambatana na majini. Unakunywa dawa za kienyeji ili ushike mimba. Mizizi haiwezi kukuza mimba, anayekuza ni Bwana. Wachawi hawawezi kukupa mimba, anayekupa ni Bwana. Ndiyo maana unazaa watoto wasioeleweka, maana hawajatoka kwa Bwana, wametoka kwa Shetani. Unazaa watoto wana tabia za ajabu, kwa sababu liko wazolea, umewazolea kwa Shetani, wala sio kwa Bwana. Bwana hawezi kukupa mtoto mbaya, hawezi kukupa mtoto aliyedumaa, huyo hawezi kukupa mtoto mjinga asiyekuwa na uelewa. Ukiwa pamoja na Bwana, unakuwa kama yule kijana. Mtoto anakuwa na akili, yani mtoto anaanza kutambua wajibu wake, anaanza kufanya sawa. Ukiambatana na Mungu, ukawa pamoja naye, kila kitu kitakaa sawa. Ataanza kurekebisha kila mahali palipodumaa, kila sehemu iliyodumaa anairekebisha, inaanza kukua, kwa sababu mpango wa Mungu toka mwanzo akasema zae na uongezeke, ukazae na kuongezeka. Unachofuata lazima uongezeke, na kama hauzai hakuna kuongezeka. Hiyo ndio kanuni.